ibada za watu zinakufa. Nisikilizeni wana wa Mungu, na shetani alishajua hiyo. Nikiwaacha watu wamwabudu Mungu katika roho na kweli, nimeshashindwa. Kwa hiyo anajaribu kupanda roho kwa watu, na ninaiombea nyumba hii ya uwepo wa Mungu, asiwepo wa kunyang'anywa ibada, asiwepo. Ibada, narudia tena, ibada. Shetani anaipiga vita hiyo ibada. Ishike sana hilo neno. Leo watu wanaabudu kama wanamwabudu mjomba hivi, na Biblia inasema ikiwa mimi ni baba yenu, iwapi heshima yangu? Iwapi? Kama mimi kweli ni baba yenu, kama kweli Mungu ametupa afya, kama kweli Mungu ametuponya na magonjwa, kama kweli Mungu ameruhusu milango ifunguke, biashara iwe na wateja wengi, heshima ya Mungu iko wapi? Watumishi wa Mungu, niko hapa kama mtumishi wa Bwana na kuapia kwamba hivi, hakikisha ujapotingwa na mambo mengi, lakini tenga muda kwa ajili ya Mungu wako. Narudia tena, jifungie mahali, mwambie Mungu, niko hapa. Umeniponya magonjwa, kama si wewe ningekuwa nimeliwa nyama na watu wanaoitamani nyama yangu. Nisikie amina kwa aliyeokoka. Nilikuwa namwambia Mungu na kwenda Mbeya, nikaseme nini? Maana maneno yangu hayawezi kuponya yeyote, lakini neno lako laweza kuponya mtu. Neno lako laweza kufufua mtu. Neno lako laweza kubadilisha akili ya mtu. Neno lako laweza kuuisha maono ya mtu. Mungu akawaambie kwamba hivi, kustawi katika nyumba yangu ni jambo la maana kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo andika, kustawi kwa aliyeokoka. Kustawi kwa aliyeokoka. Hebu tuseme wote, kustawi kwa aliyeokoka. Rudia tena kwa sauti. Amen. Nina kawaida moja kutafsiri mambo, kutafsiri msamiati kirahisi. Kustawi maana yake ni kufanikiwa sawasawa na kusudio. Kustawi ni kufanikiwa sawasawa na kusudio. Kustawi ni kufanikiwa sawasawa na kusudio. Na neno kustawi limetumiwa kwa maana ya mimea. Yaani hili neno linatumika zaidi kwenye mimea. Na tukitumia kwenye mimea linaleta maana zaidi. Kustawi ni zaidi ya kuota. Sijajua kama ni Kiswahili, walimu mtanisaidia. Kuota ni mmea ukiupanda huwa unaota, si ndio? Lakini kustawi ni zaidi ya kuota. Vinavyoota ni vingi, lakini si vyote vinastawi. Bwana, mtu mmoja niitikie kwa afya. Vinavyoota ni vingi, lakini si vyote vinastawi. Kuota ni jambo la kwanza, kustawi ni jambo lenye umuhimu wake. Amen. Kuzaliwa, wote wanazaliwa, lakini si wote waliozaliwa wana afya. Nisikie kwa mtu aliyeokoka. Wote wanazaliwa, lakini kwa shako haijawahi kukaa tumboni mwa mwanamke mjamzito. Watu hawanielewi. Kwa shako inamkuta mtoto akishazaliwa. Uko sawa? Na ndio maana Watanzania wakasema kulea mtoto kufanyaje? Kulea mimba si kazi. Kazi kufanyaje? Nafikiri wa Tanzania mnisaidie huo msamiati. Sio ni msemo. Unasema kulea mimba si kazi. Kuzaa sio kazi. Ila kulea ndio kazi. Wana maana. Unajua Mungu alimuumba mtoto akikaa tumboni anapata mahitaji sawa sawa na mama anavyopata mahitaji.
Akishatoka, manake yule mtoto ameondoka kwenye kula kulingana na mama, anaanza kula kulingana na hitaji lake. Kuna mtu mmoja kama anataka kunielewa hivi asubuhi ya leo? Kuna mtu mmoja kama anataka kunielewa, si ndio? Na ndio maana Biblia inasema kama watoto wachanga mliozaliwa sasa mfanyeje? Kuna windo wa kustawi kwa mtu hapo. Kuna mtu ananielewa? Kuna mahali mtu anataka aanze kuwindwa, anasema kama watoto mliozaliwa sasa fanyeje? Yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mfanyaje? Mpate kuukulia wokovu. Na ukisha kukua, Biblia inaeleza vizuri, anasema mpate kumtolea Mungu dhabihu. Kwa hiyo hakuna kutoa dhabihu kama hujakuwa. Namfurahiaga Yesu nikianza kumzungumza, maana si wengine hapa tunaishi tu Yesu tu ametuokoa, Yesu tu. Nje ya hapo tulishakufa siku nyingi. Yesu tu. Naomba mtu mmoja astawi. Naomba mtu mmoja astawi. Naomba mtu mmoja astawi. Roho Mtakatifu akustawishe kwa jina la Bwana majeshi, ustawi. Funika macho yako. Baba Mungu, kama ulivyoniagiza kusema, watu hawa ndio ulionipa kuwasemesha. Naomba uwaumbie ufahamu wa kupokea na moyo wa kupenda. Wape ufahamu na akili ili wakujue. Na zaidi ya yote Mungu, acha watoto wako hao wastawi kama ulivyosema. Nasimama kama nabii kusema maisha yao. Nasimama kama nabii kusema kesho yao. Naomba Baba wa milele ukalithibitishe neno lako kwa ishara mioyoni mwao. Chochote watakachokisikia kiumbike mioyoni mwao na kikawe maisha, katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Zaburi ya 92. Zaburi ya 92. Zaburi ya 92. Zaburi ya 92 na ule mstari wa kuanzia mstari wa 12. Zaburi 92. Zaburi ya 92. Bila shaka wote tumefika, na kama nitapata CGM mmoja msomaji mzuri aweza kunisaidia. Ngoja nisome andiko la msingi, nilisome mimi mwenyewe. Biblia inasema mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Halafu mstari wa 14 na upenda sana. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Kuna watu walishakataga tamaa, hawataki kuimba eti ni wazee. Hawataki kuhubiri eti ni wazee. Hawataki kuja ibadani eti ni wazee. Biblia inasema watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Kuna mtu amenielewa? Watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hamna udhalimu. Maana yake ndani ya Mungu wetu hakuna majuto. Ndani ya Mungu wetu ambaye tunatakiwa tustawi kwake hakuna kuteswa. Kuna kufunguliwa kutoka katika mateso. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Watajaa utomvu. Nitaka kuzingatia hilo. Watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Mtu mmoja aseme maneno hayo. Watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Tafsiri yake ni hii: utomvu ndio uhai wa mti. Unajua leo Mungu anataka tujifunze kwa mimea. Mti ukiona unatoa utomvu, maana yake umo ndani una maji ya kutosheleza. Na ndio maana utomvu ule huwa unafanyika kuwa chakula cha wadudu, chakula hata cha ndege wengine. Uko sawa?
Kule kwetu na hata hapa kwenu Mbeya, Wachina wamejaa, kweli? Si ndio? Wangapi wameona Wachina wanavuna utomvu wa miti ya pine? Kuna watu wameona hiyo? Njoo kule kwetu. Unaingia porini hivi unakuta vimewekwa viriba chini ya shina la mti. Wameuchanja ule mti ambao umetosha kuchanwa mbao. Wameweka, wanatafuta ule utomvu. Nchi haivuni mbao tu, inavuna kwanza maji ya mti, unapata hela. Natabiri mtu mmoja hivi, utakuwa na utomvu kiwango ambacho chochote ufanyacho hakitakuwa cha bure, kitakuwa cha thamani. Ukisema maneno yako yatakuwa ya thamani, maana ndio utomvu wenyewe. Nisikie amina kwa aliyeokoka. Utakuwa na utomvu. Mtu mwingine hata ukikaa pembeni yake tu utanukia perfume, maana amestawi. Hivi haujawahi kuona kuna mtu anatoka huko Malila huko milimani huko, halafu anakuja na kaa hapa Mbeya mjini, utakuta ametakata. Sio kwamba amekula ndizi tofauti na zile za Malila, amekula zile, ila amekaa na mtu mwenye baraka. Naongea na mtu aliyeokoka. Utomvu ndio uhai wa mtu. Uko sawa? Ubichi ni ustawi. Uko sawa? Na ndio maana kuna maeneo mengine saa hizi ukipita miti yote imepukutisha majani. Hata kama iko hai, haijakauka, lakini majani hayapo. Biblia inasema wao waliopandwa katika nyumba ya Bwana hawatapukutisha jani lolote, maana watakuwa wamestawi. Na kutabiria ustawi kila mahali, ustawi kwenye uchumi, ustawi kwenye ibada, ustawi kwenye maombi, ustawi kwenye huduma, ustawi. We ni mtu wa Shekinah House, mahali ambapo uwepo wa Mungu umetulia. Ni kutokuitendea haki nyumba ya Bwana. Ukija kiuvivu katika nyumba hii, na mimi kanisani kwangu, na hapa ndio kanisani kwangu, natangazaga wavivu wa ibada hawastahili kuwepo kwenye Shekinah House. Kwenye nyumba ya uwepo wa Mungu hakutakuwako na mvivu. Nisikie amina kwa aliyeokoka. Kuna mtu ana furaha na mimi pamoja na mimi asubuhi ya leo? Ndio. Mtakie jirani yako uliyeketi naye, mwambie ustawi. Ndio. Ndio maana aliyestawi baba pastor, hongera sana. Mimi huyu atakuwa role model wangu. Nampendaga sana msisitizo wake. Nafukuzia sana kwenye YouTube mafundisho yake. Sana. Hata hawa waimbaji hawa nawafukuzia sana kwenye YouTube. Sana. Nawafuatilia. Niseme nisiseme, nikikuta waimbaji wanaimba live, hao ndio watoto wangu. Narudia tena. Yaani nikiwapata waimbaji wanaoimba live, hao ndio watoto wangu. Napenda mno. Yaani sijui wanaitwa kwaya gani? Shekinah Glory. Yaani nye watoto nye, mkitaka mnikwaze, nikute hapa siku moja mnaimba na CD. Mradi mmenionzesha hivi leo kwamba nye ni waimbaji wa live, na waombea mpate maiki zaidi. Na hongera pastor, yaani wewe Mungu akubariki ise. Yaani ghafla ununue muziki mpya hivi, na najua kabisa hiki mnachohangaika, mtakwenda mtatenga speaker pale na pale, halafu muziki ukusanyike hapa. Watoto Shekinah Glory, tafadhali noa voko, imba kwa bidii, cheza step, pendeza, ili nyumba ya Bwana ijawe na utukufu, na ndipo nyumba hii itastawi kabisa. Kwa hiyo Biblia inasema waliopandwa katika nyua zake watastawi. Tuko sawa watumishi wa Mungu? Kustawi ni fungu la watoto wa Mungu. Halo?
kupendeza ni fungu la watoto wa Mungu. Mungu hajawahi kumuita mtu kuokoka ili aje ajute hata siku moja. Nikupe mfano tu rahisi. Ibrahimu, ukimsoma kutoka mlango ule wa 12, Mwanzo mlango wa 12, umuone Mungu anavyomtakia mtu kustawi. Mwanzo sura ya 12 mstari wa 2. Mwanzo sura ya 12. Mwanzo sura ya 12 na mstari wa 2, au tuanze mstari wa kwanza kabisa. Anasema, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Hapo naomba uzingatie hicho. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki. Nitafanyaje? Na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nawe uwe baraka. Ukiona Mungu anasema hivi, toka nikakufanye nawe uwe baraka, maana yake ulikuwa umekalia laana. Kwa hiyo anakuondoa kwenye eneo hilo akakukalishe mahali anapoona atakustawisha. Kuna mtu ananielewa asubuhi ya leo? Mwambie jirani yako, hatujaokoka ili tuwe maskini. Tumeokoka ili tuwe baraka. Na ndio maana Yesu alishuka kutoka mbinguni afanyike laana ili sisi tuwe baraka. Yes. Yani hicho. Nampenda mtu mmoja aliyeelewa neno hili, ya kwamba Mungu alituokoa ili tuwe baraka. Maana tulikalia misumari ya umasikini, akatuinua tuwe na baraka. Acha kujutajuta. Kuna watu wanajutaga. Nani huyu? Nani ameniambia mimi barikiwe? Nani ameniambia mimi niokoke? Nani ameniambia? Hamna mtu wa kujuta kwenye wokovu. Asiwepo mtu wa kujuta kwenye nyumba hii Shekina House iliyojaa utukufu wa Mungu. Utaingia unanuka, utatoka unanukia. Nisikie amina kwa aliyeokoka. Kwenye nyumba hii utakuwa unaingia unanuka, unatoka unanukia. Bwana. We, Yesu ni mzuri. Mwabuduni yeye, mwishie yeye, liitie jina lake, naye atakustawisha. Hautakuwa mnyonge, utakuwa shujaa juu ya mashujaa. Nampenda sana Yesu. Anawaambia Mungu, unajua ndio mtu wa kwanza kuokoka, kumuokoa. Tuko sawa? Baada ya Adamu kupoteza uelekeo, sasa Mungu anataka atengeneze taifa lenye kumwabudu yeye. Akaenda kwa Ibrahimu, akamkuta ni msaidizi wa kuuza miungu ya baba yake. Mimi nafikiri yule alikuwa babu yangu, kwa sababu hata mimi nilikuwa msaidizi wa waganga wa kienyeji kabla niokoke. Tumezaliwa kwenye koo za laana nyie. Msione siku hizi tunapendeza, ni Yesu tu katuvika vazi la heshima. Yesu huyu Yesu huyu, unamwachaje hivyo? Unamwachaje hivyo? Ibrahimu anatolewa kuwa muuza miungu ya baba yake. Alikuwa dalali wa miungu ya baba yake. Halafu Mungu anamwambia Ibrahimu, nataka nikufanye uwe baraka. Kuna mtu hapa Mbeya awe baraka. Umekaa mahali umekaa kwa tabu inatosha. Yesu amekuja kwenye maisha yako akufanye uwe baraka. Ageuze uteka wako uwe baraka. Bwana, mwamini huyu Yesu anakwenda kubadilisha maisha yako. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Nimesema hivi, Yesu amekuja abadilishe maisha yako. Usiwe mtu wa laana, uwe wa baraka. Ndio maana nimekusisitiza ibada ya jioni usiikose.
Usiikose mwana wa Mungu, usiikose. Unajua, wacha nikwambie, mgeukie mwenzako, mwambie tu ni swala la kuelewa. Hata kiwango ulichokivaa ni swala tu la kuelewa. Ukishaelewa kwamba we ni mbarikiwa, sio wa kiwango hiki kabisa, sio wa kuvaa kaukani kuvae. Ni swala la kuelewa. Naongea na mtu, ni swala la kuelewa. Unajua, ukishaelewa umeshashinda. Mtu mmoja aseme amen. Kwa hiyo angalia Mungu anavyomwambia. Mungu haokoi watu wajute. Ameokoa ili wastawi, wafanikiwe. Niongezee na neno lingine katika kitabu hicho cha Mwanzo 48. Wao watu natamani rafiki yangu, watu wako hao ni waelewa wazuri, unawafundisha sana, na mimi nafuatilia sana mafundisho. Mstari wa 3, Mwanzo 48. Mstari wa 3, Mwanzo 48. Sikiliza huyu mzee aliyestawi katika Mungu anachosema, anamwambia mtoto wake. Mwanzo 48 mstari wa 3. Yakobo akamwambia Yusufu, Mungu Mwenyezi alinitokea huko Luzu katika nchi ya Kanani, akanibariki. Akafanyaje? Mungu anitokea alafu aniache hivi hivi? Sio rahisi. Anamwambia, mwanangu, umekuja huku Misri, na ujue wakati huu wanabarikiana wako wapi? Wako Misri. Walishaka sahau ka Yusufu. Unajua, wacha wasahau jina lako, hawatasahau mafanikio yako. Yaani unajua, watu wanaweza wakafuta hata kwenye orodha ya watu wa thamani duniani, wakafuta, hawatafuta hatima ya mtu. Naongea na mtu aliyeokoka. Watu wanaweza wakafuta kila kitu, lakini hawatafuta kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Kusudi la Mungu halifutiki na wanadamu. Amna. Hivi kuna mtu anatamani kumpenda Yesu kama ninavyompenda? Akaniambia, mimi hapa. Yakobo anaitika, anasema, akaniambia, mimi hapa nitakuongezea uzao wako na kukuzidisha, nami nitakufanya uwe kundi la mataifa. Baba yake Ibrahimu akasema, nitakufanya uwe baraka. Babu yake huyo. Unajua, Yakobo ni mtoto wa Isaka. Kwa sawa? Angalia baraka zinavyotembea, ustawi unavyoambukiza. Natamani nyumba yako iambukizwe na ustawi ulio nao. Na ndio maana yule binti wa mchungaji yule yuko, ndio yule aliyesimama kule, jiandae kwa huduma kubwa mama. Usije ukafikiri hapo Mungu amekuweka huko hivyo. Yaani huyu binti yako pastor, we nena baraka juu yake. Hata kuna mambo mengine yanaweza yasiwe yanatimia, yatatimia tu, yatake yasitake. Huyu binti tangu nimemfahamu siachi kumwombea. Huyu binti ni mmoja wa walimu ambao tunawatazamia. Na mimi nataka nikwambie binti yangu, kabla niondoke nitakuwekea mikono, ili Bwana awe pamoja na wewe kabisa. Acha wanafahamu au hawafahamu, nisikilize. Mungu anakwenda kukufanya kuwa mtu mwingine. Baraka zinatembea. Anasema kisha nitawapa uzao wako nchi hii baada yako, iwe miliki ya milele. Basi sasa wanao wawili uliozaliwa katika nchi ya Misri kabla sijaja kwako Misri ni watoto wangu sasa. Yaani hapo wako mtu na baba wanajadiliana. Yakobo anamwambia Yusufu, anasema, sasa naomba unipe watoto wako. Hao watoto wako uliowazaa huku Misri, sababu hawamjui huyu Mungu ambaye nilimpokea kutoka kwa baba yangu Esau, na baba yangu Esau alipokea kwa babu yetu Ibrahimu. Sasa sikiliza, nipe hao watoto.
wale walikuwa wanaitwa Efraimu na Manase watakuwa wangu kama Reubeni na Simeoni. Reubeni ni mtoto wake wa kwanza na Simeoni ndio watoto wake aliowazaa kwa Lea. Kwa sawa? Yakobo anataka wale watoto waje. Anachotaka kufanya, anataka ile baraka aliyoipokea kwa Ibrahimu. Ninyi si mashahidi? Isaka alipotaka kubariki, alimbariki nani? Yakobo. Saa hii Yakobo anaona anazeeka, na akajua kabisa huyu Yusufu atafia hapa. Watakaoondoka na baraka hapa ni watoto wake. Na kwa sababu hiyo siweki mikono kwa Yusufu, naweka mikono kwa watoto wake. Maana hao watatembea, huu ustawi wa baraka utaenda. Maana wanakwenda kufanyika taifa. Ibrahimu alifanyika baraka na aliwaapia kwamba watakuwa mataifa, atabariki mataifa. Akawachukua wale watoto wawili wa Yusufu akawabariki. Na ukasome kule mbele mlango wa 50 unakwenda kukutana anavyotamka baraka kwa wale watoto. Wale watoto waliondoka na mifupa ya baba yao, wakaondoka wakaenda Kanaani, likawa taifa la kutisha mpaka hivi leo. Ulimwengu mzima unajifunza kilimo kutoka kwa taifa hili. Unajifunza ujuzi wa vita kutoka katika taifa hili. Wanasayansi duniani maarufu wanatoka katika taifa hili. Nanyi mtajaa utomvu, mtakuwa na ubichi. Nisikie amina. Mwakatage mimi na wewe tunaweza tukafa, lakini kwa binti yule tutaacha ubichi na utomvu utakuwa juu yake. Utakuwa unaenea, unatembea. Tutaacha ubichi kwako uliye kijana leo, na wala hautapotea. Naongea na aliyeokoka. Yaani kijana naye abudu hapa. Wewe kijana unayeabudu hapa, baba yenu anatafuta malisho, nyie hamjui tu. Huyo mnamuonaje? Yaani mimi nafanya kuna namna tu. Mwaka huu hauishi, aje atabiri kwetu. Aje atabiri. Na siku ukija wewe unapoondoka, mnapishana na binti yako. Binti yako na yeye namtengea figa lake. Naambia binti, lima mraba huu mpaka umalize kama baba yako alivyolima. Baba yake akilima anamwambia chukua nauli nendaka kwenu. Alafu namwambia binti njoo anza kulima. Hiyo napanga hiyo. Hiyo nimeshaipanga. Nawafuatilia sana. Nawafuatilia wana wangu. Sema huku ndio kustawi. Tunarithishana baraka kwa sababu tumestawi. Nisikie amina. Aliyeokoka unapoondoka duniani, na wacha niseme hata kama utapenda, msiba wenye baraka una siku nyingi. Msiba wa aliyebarikiwa una siku nyingi. Msiba wa asiyefanikiwa, wanatoka kaburini, wanahesabu vitu, wanaondoka. Maana viti vyenyewe viko viwili na kablanketi kamoja, kaukani kuvaa. Wakae hapo wafanyaje? Ninavyosema hivi ninamaanisha hivi, kila aliyeokoka lazima stawi. Na ndio maana Biblia inasema ufalme wa mbinguni unafananishwa na chembe ya haradali. Inamea katika udogo, lakini mwisho wa siku ule mti unakuwa. Halafu na ndege wa angani wanajenga viota. Waliostawi wanategemewa. Waliostawi kiroho wanategemewa. Hata akiwa kuwepo na wagonjwa kwenye mtaa wako, wanakutegemea maana umestawi. Hivi kuna mtu ananielewa? Natamani Shekina Glory hapa. Shekina Glory muwe waimbaji wa kimataifa. Mtakapoimba mataifa waponyeke. Mtakapoimba watu waje waabudu mahali hapa, maana Bwana atakuwa amewastawisha. Ngoja niende kipengele cha pili, mambo yanayofanya ustawi. Mambo yanayosababisha ustawi. Hapa ndio pa muhimu. Hatustawi tu.
Kuna vitu vinasababisha tustawi. Uko sawa? Ndio. Kuna vitu vinasababisha tustawi. Jambo la kwanza ni neno la Kristo ndani yetu. Neno la Mungu ndani yetu. Wasomaji wa Biblia ni wengi, wageuza Biblia kuwa maisha ni wachache. Labda nirudie tena. Wasomaji wa neno la Mungu ni wengi, wageuza neno liwe maisha ni wachache. Na katika hao wachache wewe uwe miongoni. Nisikie amina. Nisikie amina. Na ndio maana hata unapoanza biashara unalichukua neno la Mungu, unasema hivi: ewe neno la Mungu, na umeagizwa na Mungu kwamba anakufuatilia nyuma yako, ewe neno, ya kwamba utimize makusudi alilokutuma kwangu. Leo naenda kuanzisha biashara. Kwa hiyo kwa neno lako shusha nyavu. Sijajua kama kuna mtu ananielewa. Na ndio maana Petro kufanikiwa kwake ilikuwa ni neno. Basi bwana, mbona usiku kucha tumevua samaki hapa hata hatujapata? Halafu asubuhi, nani aliwahi kuvua samaki asubuhi? Bwana Yesu. Nani? Akamwambia hivi, sikiliza, toa nyavu, weka kilindini. Petro akageuka akasema, Bwana mkubwa, kwa neno lako natweka nyavu. Mtu mmoja aseme amina. Kwa neno lako natweka nyavu. Neno kutweka ni neno la kuzamisha kwa lazima. Tafsiri nyepesi, kutweka maana kalazimishe. Mazingira yamekataa, lakini kwa kuwa neno limesema na lazimisha. Kwa sababu swala sio kuweka, mimi natafuta matokeo ya kuweka. Akasema kaweke nyavu kilindini. Kwa hiyo ili ustawi, kitu cha kwanza neno la Kristo liwe kwako, kwenye ufahamu na kwenye moyo wako. Hiyo ndo la kwanza. We mtoto, we kama una maiki hapo, hebu nisomee neno hili katika kitabu cha Yoshua. Watu wamezoea sana Yoshua sura ya kwanza kabisa na ule mstari wa 8. Yoshua sura ile ya kwanza mstari wa 8. Ndio. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Yatafakari mchana na usiku. Upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Tuwe pole pole. Anaposema mpate kuangalia, tuko sawa? Kuangalia maana yake ili uweze kuwa makini na hicho neno linachosema. Amen. Na wengi wamepoteza umakini, na ndio maana neno halina matokeo. Tuko sawa? Wacha tu nikupe mfano rahisi. Biblia ilisema hakika mtakufa, si ndio? Si ndio? Au ni mimi? Biblia inasema hivi, hakika mtakufa baada ya kufanya hiki. Na ni Biblia hiyo hiyo iliyosema hivi, ukitoa zaka madirisha ya mbinguni yatafunguliwa. Kwa sababu tukianza kumtilia Mungu mashaka kwenye upande mmoja, sisi wenyewe ni waongo. Kama neno lilisema hakika mtakufa na tunakufa, basi neno lile lililosema kwamba hivi hakika madirisha ya mbinguni yatafunguliwa ni lile lile. Hivi kuna mtu aliyenielewa? Anasema upate kuangalia, manake uwe makini na kile ambacho neno limesema. Upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako. Ndipo utakapoifanikisha njia yako. Kisha ndipo utakapostawi sana. Simpigie Yesu makofi sasa. Hivi kuna mtu anataka kustawi asubuhi ya leo? Kuna mtu anataka kustawi asubuhi ya leo? Pata kuangalia jinsi neno la Mungu linavyosema.
halafu utende sawasawa na hilo neno, na ndipo utakapostawi sana. Na Biblia inasema ustawi wetu mfano wake. Anasema tutastawi kama mtende. Mtende, sifa ya mtende ni fukia leo lipasuke jua, ole wa mbingu na nchi idondoshe umande, mtende umeshaota. Yaani kosa moja tu kwa mtende, unyunyizie tu maji, anasema hutu utakuta hiyo. Hata kama ukiweka jiwe mti wa mtende, shida yake ni hiyo. Hata kama mmejenga hili jengo hili, pale chini mliacha mbegu ya mtende, kwa namna yoyote mtende unatoka. Nyumba yenu itapasuka, lakini wenyewe utatoka. Ndio sifa ya mtende. Aliyeokoka hakati tamaa. Hata wangesema, hata wangeweka jiwe zito, hata wangekunenea mabaya, inuka. Mti wa mtende huwa haufi. Aliyeokoka hafi kwa maneno. Aliyeokoka hakatishwi tamaa. Wananyang'anya hiki, unatafuta hiki, unatembea nacho. Wakuseme vibaya, unainuka, unakung'uta mavumbi, unasema naenda mpaka kieleweke. Hivi kuna mtu ananielewa? Imani yako na ikustahilishe kupokea. Imani yako na ikustahilishe kupokea. Huyu ndiye Mungu tunayemhubiri mimi na Mwakatage. Hatuhubiriki yule Mungu mwingine wa kubabaisha. Huyu ni Mungu wa kweli, njia, kweli na uzima wa milele. Kuna mtu ananielewa? Na ustawi na kuzidi pia. Tuko sawa wana wa Mungu? Ndio. Haya, kama haitoshi mwanangu, waongezee tena dozi nyingine. Isaya sura ya 55. Isaya sura ya 55. Ule mstari wa 10 na wa 11. Hawa watoto wa Mungu lazima tuwashibishe ili wastawi, wawe na afya. Isaya sura ya 55. Mstari wa 10 na wa 11. Ndio. Maana kama vile mvua ishukavyo, na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, hairudi mbinguni bure, bali huinyweshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza. Inaizalisha halafu inaichipuza. Ikampa mtu apandaye mbegu. Yani ikampa mtu yule anayelitafakari neno la Mungu. Yani nataka nikwambie, amalizia mwanangu nisiwe. Na mtu alaye chakula. Ndivyo litakavyokuwa neno langu. Litokalo katika kinywa changu. Litokalo katika kinywa cha mpinga eti cha Bwana. Amen. Jamani, wangapi hivi tunakula sasa hivi? Tumevuna mahindi, njegere, maharage. Si tumevuna? Ni matokeo ya mvua kufanyaje? Kunyesha. Yeye aliyepanda saa hizi anavuna. Na ndio maana pale kanisani kwangu hivi, wale wanaookotaka masazo ya mazao wakishavuna, nye huku kwenu Kinyakyusa na Kindali na Kinyia mnasemaje? Furula. Na awepo mshirika hapa kanisani naye anaenda kufurula. Nikukute. Mvua ilipokuwa inanyesha ulikuwa wapi? Turudi tena bwana. Sisi tunajifunza Biblia. Hebu isome tena mstari wa 11. Ndivyo lilivyo neno langu kama mvua. Mstari wa 10 ni mfano. Uhalisia anaousema ni mstari wa 11. Anasemaje kwenye mstari wa 10? Ndivyo litakavyokuwa neno langu. Litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure. Manake kama mvua ambavyo imenyesha, imetuachia parachichi zimeiva, ndizi zimeiva, mahindi yamekauka, na njegere tunakula, kila kitu saizi tunavuna, tumeandika 4 tunakula. Ni matokeo ya kuisikiliza mvua ikinyesha tukapanda. Na saa hii ninapanda neno la Kristo listawi moyoni mwako, likakuletee matokeo, ukale, ukastawi. Usiwe
afya, lenye misuli ya imani. Adui akija anaanguka, mimi natembea. Adui akija anashindwa, mimi natembea. Nisikie amina kwa aliyeokoka. Ndivyo litakavyokuwa neno lake. Amelituma litimize yale aliyosema litimize. Na ndio maana unapokwenda kufanya jambo katika neno la Kristo, anasema yatendeni mambo yote, na kwa kila neno mlifanyalo, kwa kila jambo litendeni kwa neno. Yaani neno la Kristo likisema, unalifuatilia mpaka lilete matokeo. Kuna mtu mmoja juzi hapa nikamwambia, mama, unaamini Mungu aliwahi kuzalisha wasiozaa? Akasema naamini. Naamini? Ndio. Nikamwambia, unaamini neno ni neno la Mungu wala sio hadithi? Sara alipokea mtoto akiwa na umri wa miaka 90. Wakati sayansi inasema mwanamke miaka 45 kushuka chini ndiye mwenye uwezo wa kunyonyesha. Miaka 90 una uwezo wa kunyonyesha? Nikamwambia hivi, sikia. Leo neno la Mungu linasema hivi, mimi ni Mungu niletaye watoto karibu na kuzaliwa. Je, nisizalishe? Kwa jina la Bwana funga mkoba wako, tembea. Juzi anakuja, baba, hali imebadilika. Nikamwambia na bado na bado akasema hali imebadilika. Nikasema na bado. Na nilimwapisha nikamwambia, ukiona mlango umefunguka, fidia miaka, aje wa Januari na wa Juni wa Disemba, mlango ukifunguka umefunguka. Kwa hiyo akaniambia hali imebadilika. Nikamwambia wacha na bado. Mtu mmoja aseme amina. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, ndipo mtakapostawi sana, na kila ulifanyalo litathibitika wala halitaondoshwa. Nampenda Bwana Yesu, alichokisema kitakuwa. Ndio. Jambo la pili, ili ustawi unahitaji watu sahihi. Unahitaji watu sahihi. Watu sahihi. Wewe ni mwimbaji, unakwenda kukaa na kikao na muuza chapati. Hiyo huduma haiwezi kukua. Wewe ni mwimbaji, rafiki yako ni mwigizaji, hiyo huduma haiwezi kustawi. Unahitaji mtu sahihi. Wewe umeokoka, unakaaje na mtu anayevaa bukta ya mdogo wake? Huwezi kuwa na baraka za Mungu. Wewe umeokoka, unakwenda kukaa na majitu ambayo yako rafu kiroho, huwezi kustawi. Unahitaji watu makini kama wewe. Unahitaji watu ambao wataisapoti hiyo pembe yako, hiyo engo yako, hiyo Tanzania yako itakwenda kuwa. Hiyo idara yako inataka watu. Na ndio maana Mungu amekupa mchungaji sahihi ili uweze kwenda mbinguni. Tuko sawa? Mimi wacha niwaambie hivi, niwaambie uwazi. Kizazi tunachokiishi, Biblia inasema ni kizazi cha uovu. Sawa? Tabia yake ni hii, hakitaki maonyo. Ndio kizazi tunachoishi nacho. Hakitaki maonyo, hakitaki heshima, kinataka uhuru, kinataka kifanye kinavyotaka, kinataka kivae kama kinavyotaka, kinataka kizungumze kinavyotaka. Ndio kizazi tunachokitaka. Sasa kama unataka kwenda mbinguni, unahitaji mtu sahihi, sio kizazi cha aina hiyo. Naongea na mtu aliyeokoka. Unahitaji mchungaji sahihi, nabii sahihi, mtume sahihi. Hauhitaji hawa wababaisha hela.
unahitaji mtu sahihi. Hivi kuna mtu ananielewa? Amos, kwaya yako hii unaonaga ndogo? Afadhali. Sababu ukubwa wa kwaya sio yale mavoko yalivyokaa vizuri, watu wanaimba, wanacheza nasema kweli wao majamaa, haya ndio makwaya makubwa. Ukubwa wa kwaya sio hiyo. Ukubwa wa kwaya ni matokeo. Ukiwimba wimbo unaleta matokeo gani kwa wanaosikia? Ndio ukubwa wa kwaya. Unataka kwaya kubwa, usibabaishwe na hizo zinazoitwa kubwa. Wewe ndio mkubwa. Naongea na mtu aliyeokoka. Kustawi neno la Kristo, watu sahihi. Watu sahihi. Leo tuna watu wanaoweza kutaka kutusapoti lakini hawako sahihi. Hatuwezi kuwakubali. Yaani mimi mtu hata kama angekuwa na hela kubwa anataka kunisapoti lakini hayuko sahihi, siko tayari, kwa sababu ataniwekea masharti. Na ndio maana leo nchi maskini zinatakiwa kuruhusu ndoa ya jinsia moja ili wapate msaada. Ndio kizazi tunachoishi nacho. Nataka kuabudu ibada za kwenye TV. Mchungaji, sikuja kwenye ibada, nilikuwa na kuangalia kwenye YouTube. Maendeleo ya sayansi hayajaja kuondoa uhalisia. Ibada kwa Mungu ni ana kwa ana, sio kisanamu. Kwa sawa? Hivi mnaonaje siku moja Mwakatage hapa aende studio anarekodi mahubiri yake. Anarekodi mahubiri yake, halafu anawaletea screen hapa, anaweka yeye anajiendea zake Dar es Salaam kufunga biashara zake. Anapiga gospel hapa, nyewe mmekodoa macho mko kwenye TV. Mtakubali hilo kanisa? Ukiona hicho kizazi pastor, kizazi kilichoendelea kinataka kila kitu rahisi hivi. Na ndio maana leo tuna watoto wavivu, tuna vijana wavivu. Amemaliza chuo hataki kugusa chochote. Na kama yuko mtoto hapa amemaliza chuo, kabebe matenga, sogeza sokoni. Vaa overoli, jitwishe tenga la samaki, tenga la parachichi. Omba meza, mwambie tunauza, weka kipaza sauti. Maparachichi ya leo yako hapa. Umekaa hapo, umekaza mwanaume. Hakuna kulea mtoto wa kiume kama mayai. Ni mume wa mtu kesho. Halafu tunamlea namna hii. Hichi ndio kizazi cha uovu. Nakuta tu amekaa hapo, ametoa, na ndio maana analema macho. Simu iko hapa kila saa. Yuko hapo. Njoo kwa mzazi kama huyo. Basta, kuna wakati mwingine tutatafuta upako ambao sio sahihi. Nataka tuondoe matatizo, kumbe watu wanatafuta matatizo. Ongea na mtu aliyeokoka. Mwambie jirani yako, una rafiki gani anayeongeza thamani ya maono yako? Ndio. Wewe ni mtu wa ibada, unatafuta mvivu wa ibada, mtaenda. Mimi wasipiti yake, nilipokuwa mshirika nilikuwa sipitii watu wavivu. Anasema basi ukitoka huku kama tunaenda kwenye zoezi la praise au zoezi la kwaya unipitie. Mimi sina mpango wa kupitia mtu. Unajua katika Mungu hatuna lift. Imani haidai lift. Unaondoka na imani yako. Kila mtu anaondoka na imani yake. Kwa hiyo siwezi kuambatana na mvivu, maana ataniambukiza. Naongea na mtu aliyeokoka. Ukiwa na mtu mwenye mafua, unaambukizwa mafua. Itakuwaje tabia? Lazima tu. Ukiambatana na wasengenyaji ndio ibada yako inafia hapo. Inafiaga hapo. Ukiwa msengenyaji, hivi mchungaji Mwakatage ameona mlete mchungaji kutoka Iringa eti. Umetuona si wa kutuleteaga wahehe sisi. Alafu na wewe umetega sikio huko hapo hivi. Sikiliza. Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Andika tu. Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Mwanangu, kama mtakuwa umepata, hebu nisomeshe watu hawa.
Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. 1. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. 2. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Nisikilize kwa makini hapo. Kukaa katikati ya wambea ni jambo la kwanza. Inaweza lisiwe na madhara ya moja kwa moja. Katikati ya wambea ukakaa ni sawa na kukaa katikati ya walevi. Ni swala la kuvumilia tu harufu yao. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo ni baya zaidi, unajua hutakuwa na cha kuchangia mbele ya mlevi, hutakuwa na cha kuchangia mbele ya msengenyaji, ila utakuwa msikiaji. Anayeathirika sio msemaji, anayeathirika ni msikiaji. Kuna mtu ananielewa? Nasema hivi, unajua kukaa katikati ya wasengenyaji sio tatizo. Unajua aliyekaa kimya ndiye siku zote anajifunza zaidi kuliko anayesema. Sasa watu wanashindwa kunielewa. Nimesema hivi, ukiona we uko katikati ya waongo na wasengenyaji, halafu una cha kuchangia ila tu umekaa, yaani we kosa lako ni kukaa. Kwa taarifa yako, we unajifunza zaidi kuliko wao wanaosema, na we ndio mpeleka habari mzuri zaidi kuliko wanaosema. Watu hawaniamini pastor, wacha niwaambie watu. Unajua anayehamishaga habari ni yule aliyesikia, sio yule aliyesema. Anayehamisha habari ni yule anayesikia, sio yule anayesema. Anayesema ameshafahamu, ameshaijua habari. Sasa anakuja kwako akikwambia, hata kama huna cha kuongezea, ila tu unasikia. Umekaa umesikia, baadaye unaondoka, mmeachana na msemaji. Na sasa na mimi nikapumulie wapi? Unaanza kuzunguka, unatafuta mahali pa kupumulia. Ndio unaanza, umesikia habari zipi? Mimi mwenyewe bwana, nimeambiwa na fulani nini kanisani kwetu 1 2 3. Nafikiri ni hapa. Kuna wakati niliwahi kusema, nikamwambia jiepushe na hao watu watatu. Hao watu watatu waliosomwa hapo: wenye mizaha, wakosaji, wasio haki. Achana na wao watu, sio sahihi. Hawa sio watu sahihi kwa ustawi wako wa kiroho, sio watu sahihi. Na ndio maana hata asubuhi ya leo yumkini ibada yako haijaenda vizuri, maana jana ulikuwa na watu wasio sahihi. Na ndio maana kila ukijaribu kuomba, Roho Mtakatifu anakukumbusha jana. Unasema jana, kwa nini nilisema hivi? Unakuwa na ibada yenye majuto kwa sababu ulikuwa na watu wasio. Ili ustawi unahitaji watu sahihi. Ili uwe mtu wa maombi unahitaji watu waombaji. Ili uwe mtu wa neno unahitaji wasomaji wa neno. Hili kanisa halijawahi kufungwa kwa ajili ya watu wenye haki. Hili kanisa liko wazi. Unafika, unakaa kwenye kona pale, umechukua daftari lako. Wakati huo kichwani mwako unataka kuanzisha mradi wa kustawisha familia yako. Unalitafuta neno la Mungu linasemaje juu ya mradi naotaka kuanzisha. Najua kama kuna mtu ananielewa. Mwaka jana tulikubaliana na mke wangu, nikamwambia mwaka huu kidogo tufanye ongezeko la kipato hapa ndani. Tukasema tufanyaje? Tukatafuta kazi ambayo haili muda wetu wa hudumu, kwa sababu mimi kazi yangu ya msingi, mimi ni mchungaji. Ndio kazi yangu ya msingi. Na washirika, msipotoa fungu la 10 mnanionea. Sababu kazi yangu ya msingi mimi ni nini? Kuna watu hapa napishana na watu hapa tayari wanawaza. Wewe sikiliza, ukitoa sadaka kama mchango kwa mchungaji ndio unapotea na jehanamu inakuhusu. Toa sadaka kama unamwabudu Mungu. Na mimi hapa kama mchungaji, mimi hapa niko hapa kwa niaba ya Mungu. Kula. Ukitoa sadaka, mimi nakula kwa niaba ya Mungu.
na kula yangu ndio wewe unabarikiwa. Kwa hiyo ukininyima kuto kushiba, wewe ndio ushibi. Kwa hiyo nikatafuta kazi ambayo haitanipunguzia muda wangu na Mungu. Nikamwambia ngoja nilime viazi mviringo. Ni wenzetu kumbea kidogo, yani ukisema tu kiazi mviringo wapi? Mbeya. Wewe mkae chini kwanza wamalize watu wa Mbeya, alafu ni ndio mtakuja kuungishwa. Nikamwambia sasa ili tulime nahitaji mtu. Huyo mtu sio aje atupandie viazi, tutapanda kwa mikono yetu. Lakini huyo mtu aje atupe ufahamu juu ya kilimo cha viazi. Bahati nzuri nikamkuta kijana mmoja anajishughulisha sana na kilimo cha maharage, viazi, parachichi. Yuko Njombe huko. Ameenea sana kwenye mitandao. Nikampigia simu, nikamwambia kijana, nakuona sana kufuatilia. Akasema naam baba. Nikamwambia mimi ni mchungaji, nataka nilime kidogo viazi, nifanyaje? Akasema uko wapi? Nikamwambia niko Mafinga. Akaniambia kwa udongo wa huko fanya 1, 2, 3, 4. Vikiota nipigie simu nitakushauri. Nikaona huyu ndio rafiki yangu. Kwa hiyo nikaambatana naye. Kwa hiyo nikaona nafuatilia status zake, yuko shambani, yuko hivi. Na mimi wakati mwingine status zake zilikuwa zinajibu maswali ninayojiuliza. Nikafanya hivyo. Nikalima kwa uchache kabisa, nikalima 2.5 eka. Unajua nilikuja kulima vile viroba, kuvuna vile viroba vile 200. Na wakati huo bei ilikuwa imezorota sana. Nikauza kwa shilingi 1035 kila kiroba. Mara 200, milioni 6 hizi hapa. Hayo maisha bado ni magumu. Wewe mtu wa Mbeya wewe. Hayo maisha yameshakuwa magumu. Tena unapata milioni 6 mwezi wa 3. Mwezi wa 3 wangapi wanakuaga na hela wakulima? Leo nimepata milioni 6 hizi hapo. Nisiwe na shukrani kwa Mungu? Kwa nini kunena kwa lugha kwangu kusiongezeke? Kwa taarifa yako wewe uliyeokoka, sikiliza. Najua hutapenda. Kunena kwa lugha na hela vinaishi mtaa mmoja, mwenyekiti wa kitongoji ni mmoja. Mwambie jirani yako huko ndio kustawi. Si kila machozi manake mtu kajazwa Roho Mtakatifu. Naongea na watu hawa wazuri hawa wanaompenda Yesu hawa. Nyie pokeeni kustawi. Mkastawi, 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 mkastawi. Watu sahihi. Mtu mmoja aseme amen. Kukaa na kusimama kati ya watu wasiofaa, wewe ndio unayeathirika zaidi. Kwa maana hiyo usikae. Ondoka miongoni mwa wavivu wa ibada, wavivu wa maombi, wavivu wa huduma. Achana nao. Nenda na wale wanaoenda na wewe. Mtu mmoja aseme amina. Mtu mmoja aseme amina. Jambo la mwisho, ibada ya kweli na ushirika wa kweli ndio vinakupelekea ustawi. Ibada ya kweli na ushirika wa kweli, hapo utastawi. Ndio maana ukimwona mlokole ana majibu mabaya kinywani, maana yake hajawahi kufanya ibada ya kweli. Ibada ya kweli lazima ibadilishe maisha ya mtu. Uko sawa? Ibada ya kweli inabadilisha maisha ya mtu. Na ndio maana mtu anayefanya ibada ya kweli halafu anashirikiana na watu wa kweli. Ushirika wa kweli ni huu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2 mstari wa 40. Mwanangu, kama umepata utanisaidia kusoma. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 40. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya, akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Naam. Endelea.
Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa. Na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Na katika ushirika. Na katika kumega mkate. Na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Haya ndio matokeo sasa. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Achia hapo. Amen. Tuko sawa? Tunapozungumza kustawi kwa kanisa ni hapo. Mungu kujidhihirisha katikati yao ndio ustawi wa kanisa. Mungu akijidhihirisha kwenye maisha yako, ukiishi maisha yanayomtambulisha Yesu, ndio ustawi wako. Unajua hauhitaji kujisemesha mimi nimeokoka. Wacha watu waone matendo yako ya kwamba wewe umeokoka. Kinywa chako kitamfunua Kristo. Kinywa chako kitanena habari njema za Yesu. Watu wataamini ya kwamba umeokoka. Nisikie amina kwa aliyeokoka. Na ndio maana maombi yako yatakuwa na matokeo. Kwa nini? Umestawi katika Kristo Yesu. Unahitaji ibada ya kweli. Unahitaji ibada ya kweli. Unahitaji ushirika wa kweli. Tuko sawa? Leo kanisani tuna ushirika kwa sababu tunaabudu EAGT. Ushirika uko pale. EAGT haijawahi kutuunga. Kinachotuunganisha ni jina la Yesu Kristo. Bwana mmoja, Mungu mmoja, ubatizo mmoja, roho moja. Tuko sawa? Vile vyote. Kama wewe mwenzetu utakuwa na ibada nyingine, wewe hauko shirika na sisi. Kama wewe mwenzetu unakwepa vitu vinavyofanyika kanisani, wewe hauko shirika pamoja nasi. Na ndio maana hauwezi kustawi. Na ndio mimi najiuliza leo, nachoka na kizazi hiki. Mtu ametoka kanisani, mahali pamehubiriwa neno, amelisikia neno, anatoka nje anasengenya wenzake. Hivi ametoka kanisani, ametoka kwa mganga kienyeji? Yaani hapo mimi ndo nashindwa kuelewa. Yaani kabisa hivi tumetoa na jasho. Akina Amos wameimba, wameimbisha, wameimba kwaya, tena live, wacha tu kwamba walikuwa wamerekodi. Ameimba kabisa hivi, umesikia. Alafu natoka hapo nje, ndugu umesikia? Na wewe msikiaji utakuwa na tatizo lile lile. Wewe mwambie, wewe tumetoka ibadani, wewe mwenzio kinywani mwangu kumejaa neno la Mungu. Unasema madudu gani hayo? Biblia inasema hivi, Isaya alipotoka ibadani, alipoingia ibadani, akagundua ana midomo iliyo michafu. Na Bwana akatwaa kaa la moto, akaliweka kinywani mwake. Akasema, tazama kinywa chako kimetakaswa kwa hilo kaa la moto. Akasema, ole wangu kwa kuwa nilikuwa nimekaa katikati ya wenye midomo michafu. Na sasa nimemwona Bwana, itakuwaje? Bwana akatoa kaa la moto, akaliweka kinywani mwake, ili Isaya asiwe nabii muongo, awe nabii wa kweli, astawi katika huduma yake. Akaweka kaa la moto ndani yake. Nisikie amina kwa aliyeokoka. Nisikie amina kwa aliyeokoka. Asubuhi ya leo natamani, Mungu anataka ustawi. Anataka kustawishe. Uwe na utomvu, uwe na ubichi. Wakati wengine wamekauka, hautanyauka mwana wa Mungu. Wakati wengine wananyauka kwa sababu ya maneno mengi, lakini neno la Kristo litakunenepesha. Hautanyauka. Biblia inasema mtu huyo atafananishwa na mti uliopandwa kando kando ya vijito, uenezao mizizi yake kuelekea katika hivyo vijito. Hautaona mashaka wakati wa hari. Wakati wengine wanajuta, hautajuta. Utaucheka wakati ujao, kwa sababu umetembea na watu sahihi, umekuwa na ibada ya kweli, neno la Kristo liko limejaa ndani yako, na wala hausio mbabaishaji. Naomba usimame mahali ulipo. Naomba usimame.